Sasa Mungu nimekufa nikifufuka wamejaribu, wamenipeleka mpaka waganga wapi hospitalini, wanatafuta, wanapiga picha waangalie tumbo ina shida gani, hawakuwa wanaona shida. So walivyokuwa waoni shida, wakao sasa ni kwa waganga. Kwa waganga. Kuna siku panga alikuja kafukuza mganga kwa nyumba. Nikamwambia hebu naomba utoke. Naomba utoke. Oh, mimi wale watu wameniambia kuwa unakufa leo. Sijui nini. Nikamwambia kama nikufa wacha nikufe. Lakini hakutoka. Nikuja kafukuza mganga kwa nyumba yangu. Ambia toka. Okay. Umesema kuna wakati sijui mara 3 ulikufa ukifufuka. Nani aliyekuambia umekufa? Sasa baadaye kwa nishapata ufahamu, maana sasa wakati niko sasa nimeenda. Nilienda babu yangu alikufa kitambo. Sasa nilienda kule nikakutana na babu yangu. Kuna sister yangu na brother yangu walikufa kitambo. Nikaenda kukutana wao huko. Unaona? Sasa kadri vile naosha niko huko, yani mpaka naosha, yani wale watu ambao wa familia yetu walikufa kitambo ndio nilikuwa nakutana nao kule. So sikuwa katika dunia hii, ndio katika ile dunia nyingine. Yani tayari nilikuwa nishaenda. Sasa kitambo ni ile kurudi tena kupata ufahamu, ndio nilikuja kukuta mpaka watu wanalia, wengine hata wameanguka wanafenti. Okay. Mweroreri wa Faruthi wa Thayu TV, karibu sana thĩinĩ wa Faruthi wa Thayu channel. Umuthi twina mutumia kene mweta mutumia. Ndoimete gũkũ Nairobi kana gũkũ Central, no ritwa rĩake ngwĩciria imĩte o gũkũ kĩhumo gĩake. Ĩndĩ aciarirwo kũrĩa gĩcũa-inĩ, ũguo rangunjia tũkwaria haha tũkwaria Gĩthweri. Na koguo ena ũhoro mũhiũ na maũndũ megũgũthitũra tondũ ngĩigua nakua na akariũka. Tukumenya macio na mangĩ maingĩ anatuĩka ndikani agatuĩka atĩ ndangĩaria maũndũ ta macio na maũndũ mangĩ maingĩ anakorwo arĩ mũithĩramu nĩ agũtwĩra maũndũ macio ingĩrĩte atĩa no imire atĩa gatagatĩ ka mamwe ma marĩa tũkũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. So karibu sana, uweze kutuambia majina yako alafu kisha tuanze hapo. Unaweza tuanzie na labda kutuambia kwenye umezaliwa, ulilelewa wapi, ulisomea wapi, alafu kisha ndio tuanzie hapo sasa. Okay. Asante sana. Nashukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Masaa sasa nikiwa mahali hapa. Kwa majina yangu naitwa Claire Iza. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ni mzaliwa wa Coast, Mombasa. Nimezaliwa Mombasa, nimelelewa Mombasa. Na hata sasa nilitoka Mombasa kuja mahali hapa kwa ajili ya ushuhuda kwa kile Mungu alichonifanyia katika maisha yangu. Pale mahali Mungu amenitoa na mahali amenifikisha, si kwa uwezo wangu, si kwa nguvu zangu, bali ni nguvu zake na uwezo wake. Na siku ya leo niko mahali mbele yenu kwa ajili ya kumwinua Mungu, kwa sababu amekuwa mwaminifu kwangu, amekuwa kimbilio langu. So nashukuru Mungu kwa mengi aliyonitendea katika maisha yangu. Wakati Mungu nikitaka kuregesha nyuma yani mamangu alivyotaka kupa ushuhuda wangu mpaka mahali imefikia ni kuwa wakati mamangu alivyoshika ujauzito wangu, babangu alinikataa, akasema mimi si mtoto wake. Mamangu akamwambia mamangu atafute baba ya mtoto ambao sasa baba yangu mimi, na hali ilikuwa babangu ni yeye. So ilikuwa hali ngumu sana kwa mamangu. Alinibeba akayo miezi 9. Babangu hakuwa anashughulika na mamangu mpaka aliponizaa. Sasa ndio shangazi zangu wakaanza kumwangalia, wakasema sasa kwa nini huyu ndugu yetu anakataa huyu mtoto na huyu mtoto amefanana na yeye. So nashukuru Mungu kwa sababu wakati babangu alivyoambiwa na ndugu zake kuwa huyu mtoto ni wako, kwa nini unamkataa, unatesa mtoto wa watu, na hapo babangu alianza kunipenda, japo kuwa ni marehemu asinipende tena, lakini alianza kunipenda kuanzia wakati huo. Na ikafika wakati nimemaliza kama miezi 2, mamangu akawa amenibeba mgongoni. Ikafika mahali ile nguo ikafunguka. Ile nguo ilivyofunguka nikaanguka chini. Pale chini kulikuwa na jiwe. Ile jiwe likaniumiza kwa kichwa yangu. So nikalazwa hospitali mwezi mzima, niko hospitalini, nikafanya operation. Hata niko na alama kwa kichwa changu kwa ajili ya hiyo operation niliyofanywa. Mamangu alikuwa amefika wakati amekata tamaa, akisema huyu mtoto sidhani kama huyu mtoto atakuwa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu
wakati Mungu anapokuchagua, maana neno linasema kuwa Mungu huchagua mtu wakati anapoachilia mbegu kwa tumbo la mama, huwa tayari yeye amemchagua kama mtumishi wake. So ninashukuru Mungu kwa huo umbali Mungu alionitoa na mahali Mungu aliponifikisha. So niko na alama kwa sababu ya vile mamangu ilivyofunguka ile nguo, niliumia kwa hiyo kichwa. Na ninashukuru Mungu kwa sababu yote niliyopitia niliona Mungu. Mamangu aliona Mungu kupitia kwangu. Na nilifanya operation na ikafaulu. So nikaendelea na maisha. Ikaje kwa familia yetu, sisi tulikuwa Waislamu. Sisi hatuko Wakristo, tulikuwa Waislamu. So tulikuwa ikaja wakati wa kuwa sasa ni magonjwa na nipiga hapa na pale. Yani walizunguka kwa hospitalini, hakuwa na uponyaji. Walienda kwa waganga, maana wajua Waislamu ukiwa katika dini ya Uislamu ikishindikana kwa hospitali, wao ukimbilia kwa wanadamu, ambao wanadamu ni waganga. So wazazi wangu walikuwa ni watu wa kukimbia kwa waganga, kukimbia kwa waganga. Na mwisho ikafika mwisho wa kuwa hakuwa wanaweza, wale ni wanadamu, na hawakuweza kuwa nipate uponyaji mahali pale. Lakini Mungu ni mwaminifu, kwa sababu ilivyofika wakati wa Mungu, mpendo, wacha nikwambie, haikuwa rahisi katika maisha yangu. Nimeishi maisha ya kuteseka, nimeishi maisha ya kukataliwa, nimeishi maisha, yani wakati nikiwa mgonjwa nilikuwa na bleed, ile damu haikuwa inajulikana inatoka wapi. Wakinipeleka hospitali, wanakaa pale hospitalini, daktari ninapofika hospitalini, daktari anatafuta ile damu inatoka wapi, lakini hawakuwahi kujua ile damu ilikuwa inatoka wapi. Na wakisema wacha tubadilishe zinguo tuone ni damu kiwango gani itatoka, wakati waliponibadilisha nguo, hiyo damu itafunga na hawataiona tena. So nimeishi maisha ya mangaiko na mateso mengi katika maisha yangu. Ikaje ikafika sasa wakati damu ilikuwa inanitoka na sikuwa naumwa na tumbo ama chochote. Watu walikuwa wakifikiria labda pengine nimetoa ujauzito, lakini daktari anapopima haoni dalili kuwa kulikuwa na ujauzito. Sasa ikawa hivyo mpaka familia yangu, ikawa ni hivyo napitia. Sasa ilikuwa ikianza tu nikiwa kwa nyumba, nashukuru nikiwa kwa nyumba. Lakini kinianza nikiwa nje, nikimbie kwa nyumba, nichukue karai, niweke karai, niingie ndani ya karai, nisimame mpaka hiyo karai ijae damu. Atakaye niokota hapo sikuwajua ni nani, bali nitakuja kuamkia nikiwa hospitalini. Nataka mpendo usikize ushuhuda huu, kwa sababu Mungu amenitoa mbali. Na nikiwa pale hospitalini, labda nitakuja kuamka after 2 to 3 days, mipira imejaa kila mahali, wadamu ni wadamu, wa chakula ni wa chakula. Nilikuwa na maisha ya kuhangaika mpendo. Lakini nashukuru Mungu, maana wakati huu Mungu alikuwa pamoja nami. Wakati wanadamu walikuwa wamepoteza matamanio kwangu, wamejua huyu si wetu. Lakini Mungu ni mwaminifu mpendo. Wakati Mungu anapokuchagua kama mtumishi wake, hata upitie nini, haijalishi utapitia nini, lakini Mungu atakuponya katika hali hizo. So mimi nimeshukuru Mungu sana, nimekufa hata mara 3 nikifufuka. Wakati daktari, wakati damu zinapomwaika, damu inabaki panti 3 ama 2 kwa mwili wangu. Daktari akipima anaona hizi panti 3. Wanajaribu kutafuta damu, wanatafuta watu kusudi watu waliwe damu, niekwe damu. Lakini watu wakati huo walinikataa. Hakuna mwenye alitaka mimi, alitaka kusaidia kupitia atoe damu kwa ajili yangu. Maana wengine walikuwa wanaogopa kupimwa ukimwi, maana lazima upimwe ndio ile damu itolewe ndio ikapate kunisaidia. Wengi walinikimbia wapendwa. Nataka nikutie moyo. Wakati huo wakati nikiwa katika hali hizo, mimi nimeenda mara 3, nimekufa. Kila damu ikiambo mwaika, mimi nilikuwa ninaenda mpaka watu wanakata tamaa wakijua mimi nimeenda. Watu wakata tamaa. Wakati sasa labda wanasema huyu ashaenda, sasa hapa hakuna matumaini tena. Hapo kila moja wakati Mungu anaponiregesha tena ule ufahamu, ninakuta watu wote wameanguka chini, kila mmoja analia kivyake akijua mimi nimeenda. Sasa nabaki nikiuliza, mbona hao wote wanalia? Nakosa kujua ni nini kilikuwa kinaendelea kwa maisha yangu. Ni nini kilikuwa kinafanyika mpaka hao wote wanalia? Nikipata ufahamu nauliza, kwani ni nini mbaya? Mbona mnalia? Wanabaki wakinishangaa. Lakini Mungu ni mwaminifu mpendo. Nataka nikwambie, nataka wewe unayesikiza ushuhuda huu ukutoe mahali ujue Mungu ana sababu katika maisha yako. Unaweza give up ukasema hii ndio wakati wa mwisho, umefika mwisho, lakini mwisho wa mwanadamu ndio mwanzo wa Mungu. Nataka nikwambie mpendwa, nimekufa mara 3 nikifufuka. Vile unavyoniona
basi mara 3 nimeenda nikifufuka. Wakati familia yangu imekata tamaa ikisema sasa huyu si wetu tena. Hata mahali pale hospitalini ninakumbuka kuna wafanyikazi wa pale hospitali ambao wengine ni wa usafi, walikuwa wakiongea wakisema huyu safari hii akituka akiwa mzima basi Mungu anampenda. Na kweli siku hiyo nilitoka hapo nikiwa hai. Walishangaa, walijua kweli Mungu wangu yuko hai na ananipenda. Nataka nikwambie mpendwa, wakati huo ndio wakati Mungu alikuwa akinitafuta. Kutoka katika dini ya Uislamu kurudi katika dini ya Kristo sio rahisi. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa ameniita kama mtumishi wake na alitaka kunitumia kama mtumishi wake na nikapata kusaidia wengine, ndio ilibidi afanye vyovyote vile, ajue vile atakavyonipata. Sio kuna mambo mengine nataka nikutie moyo. Kuna mambo mengine unapitia katika maisha yako. Hiyo mambo inapitia kwa sababu labda Mungu anakuhitaji wewe umgeukie. Kuna mambo mengine, mimi nilikuwa ni mtu wa kupenda starehe. Nilikuwa napenda tu Sunday niende beach nikakae tu. Yaani hiyo mimi nilikuwa napenda sana, mpendo. Sikuwa najua na nilikuwa nisitaki kusikia mtu akinitajia mambo ya wokovu. Kuna sister yangu mwingine yeye ndio alikuwa anapenda kukimbia akienda kanisani. Nilikuwa akirudi na mgota namwambia wewe ni mjinga. Unaenda kanisani kwa wewe ni mzee. Mimi na ngoja nizeeke. Nikizeeka basi mimi niokoke, nisamehewe dhambi zangu, nikufe. Yaani akili yangu ilikuwa inaniambia kuwa mtu akizeeka ndio anakufa, lakini mpendwa si hivyo. Si hivyo. Kifo ni cha time yoyote. Lakini Mungu aliniepusha na mauti mara 3. Naenda nikiamka, naenda nikirudi. Mpaka wazazi walikuwa wamekata tamaa. Mimi mwenyewe nilikuwa nimekata tamaa. Kuna wakati nilisema basi afadhali Mungu anichukue nifanye nini? At least nikapumzika maana ninatesa watu. Lakini nataka nikwambie mpendwa, siku ya leo nataka nikutie moyo, ujue mahali mimi nilipotoka na mahali Mungu amenifikisha. Na Mungu wakati huo sasa nikakutana na mtumishi wa Mungu. Nilivyokutana na mtumishi wa Mungu akaniombea. Na alivyoniombea nikapokea uponyaji. Nilipopokea uponyaji nikajua nimepona. Maana wakati huo hata mtumishi nimetoka hospitali juzi, sikuwa nina nguvu. Ni mtumishi wa Mungu kuna jirani yangu akaniambia, basi Clara twende mahali fulani kuna crusade. Nikamwambia mimi siwezi hata kutembea. Utaenda kupata maombi pale itakusaidia. Nikamwambia mimi siwezi hata, wakati sikuwa naweza hata kutembea. Sikuwa na nguvu. Huyo dada namshukuru mahali yuko, maana sijui mahali yuko wapi. Labda akiingia kwa YouTube pengine ataweza nipata mahali hapo. Ajue ushuhuda, maana yeye pia alinisaidia kwa upande wa kupokea uponyaji na hata kupokea wokovu. Maana alinishikilia nikamwambia sasa mimi sitaki nijulikane kuwa siwezi nikatembea ama sisikii vizuri. Nikamwambia nishikilie hii nguo. Akaniambia acha nikufunge leso. Alinifunga leso. Na akamwambia nishikilie hii nguo watu wasijue kwa sababu ukiniachilia mimi naweza anguka maana nina kisunzi. Alinishikilia hii nguo yangu, tukaenda pole. Mpaka mahali kulikuwa na crusade. Akaenda kanitandikia leso nikalala pale. Crusade watu waliendelea, mtumishi wa Mungu akahubiri akamaliza, alivyoita watu ambao sasa wana mahitaji. Mimi nilisongea pale mbele, hakuniekelea mkono huyo mtumishi wa Mungu. Bali aliomba mahali alikuwa na mimi nilipokea uponyaji. So ninashukuru Mungu kwa sababu Mungu alitaka mimi nikuwa mtumishi wake. Ndio maana ilipaswa akanipitisha katika hali hizo. Mimi nishaikuwa kipofu wakati nimeketi tu hivi na wenzangu tunaongea tu hivi. Nilishtukia macho imepotea. Nikaanza kuambia jamani nataka nisioni. Wanaambia wewe una mchezo. Yaani hawakuona, yaani waliona mimi niko na mchezo. Si eti yani waliona kama nawatania kwa sababu sasa hiyo tunapiga story na wao. Na sasa hiyo macho ipotee. Sasa nikamwambia nishikeni mkono mnipeleke ndani. Sioni, waliona kama ni mchezo. Lakini mmoja alijitokezea akanishika mkono. Akaniingiza ndani. Nilipoingiza ndani, nilienda kapiga magoti nikamuuliza Mungu. Mbona Mungu inakuwa hivi? Mbona Mungu sioni? Mbona ni nini mbaya? Lakini Mungu ile nilikuwa nashindana na Mungu maana sikutaka kumtumikia. Sikutaka kumtumikia Mungu. Sikutaka. Yaani nilitaka hata kama nimeokoka lakini niwe tu mshirika. Nikae kanisani nimtolee Mungu. Basi hiyo tu ndio ilikuwa mimi nataka tu niwe hivyo. Lakini wakati wake wa Mungu ulikuwa umefika. I was working. Mpendwa, acha nikwambie. Nilikuwa nafanya kazi. Na Mungu akaniambia utaacha kile unachokifanya unifate mimi. Sasa kule Mombasa, unajua kwetu Mombasa kuna mambo mengi. Nikasema sasa hii ni sauti ya nani? Hii ni majini ya Mombasa hii. Hii ni majini ya Mombasa. Nikaanza kukemea. Kumbe nakemea Mungu. Mungu akaniambia ni mimi Mungu wako, nataka kukutumia. Nikamwambia sasa hiyo ni nini?
Sasa ananiongelesha na sauti inakuja na inongelesha alafu inapotea. Sauti inakuja inaongelesha inapotea. Sasa nasema hii ni majini hii. Sasa nimepona, mimi sasa nimepata kazi yangu, sasa nafanya kazi at least inanisaidia. Na hii ni mambo gani tena hii inaendelea? So nilikuwa mpaka nachukua siku ninafunga naomba nakemea, kumbe nakemea Mungu. Ikafika wakati Mungu mwenyewe akaja akanifungulia. Yaani nimelala nikaonyeshwa, sikuwa naonyeshwa ile dari ya nyumba. Nilionyeshwa mbingu imefunguliwa. Na sauti ilitoka mbinguni. Na nikiangalia upande naona kuna mtu amevaa white amesimama hapo. Sasa sauti ile ilitoka mbinguni, mwangaza ulikuwa unanipiga mkali sana. Na sauti ilikuwa inatoka mbinguni ikiniambia wakati wako wa kunitumikia umefika. Imenipendeza mimi, imenipendeza wewe kuwa mtumishi wangu. Na utaacha kile unachokifanya unifuate. Hiyo sauti iliniongelesha mara 3. Ilivyoniongelesha mara 3 hiyo sauti, nilishtukia nimeamka na nikasema Mungu kama ni wewe mimi niko tayari, na nikaamka. Mpendwa, nikose kujua ni Mungu, nikose kujua ni nini, but niliamkia tu kuwa nimesema Mungu kama ni wewe mimi niko tayari. Na nikaona mbingu imefungwa. Niliamka hapo nikiwa ninatetemeka, nikose kujua ni sauti ya Mungu imeninenea. Mwili ulikuwa unanicheza. Yaani mwili ulikuwa unanicheza, nilisweat kwa sababu siwezi jua nimepelekwa wapi. Siwezi jua hii sauti ni ya nani. Nilitetemeka, nikijaribu kuomba, ninashindwa kuomba. Mwili unanitetemeka, unanicheza. Kumbe huu mwili huo unacheza wenyewe bila hata kujua. Mimi mwili ulinicheza nikiogopa nikisema hiyo ni mapepo. Lakini ilikuwa ni Mungu alikuwa ananihitaji. Na ni kwa sababu katika familia ile yetu ya Uislamu, familia nitasema Uislamu ni mahali kwa giza. Mimi nitasema ni kwa giza kwa sababu kama hospitali itashindikana unapelekwa kwa mwanadamu. Na unaambiwa mtu yule anayetegemea mwanadamu amelaniwa. So mimi nilikuwa sasa ninasema hapa sasa hii sauti ni sauti gani? So nilikuwa nashindana na hiyo sauti. Time nyingine nilikuwa naweza kaa hata sitting room, nisikia sauti inaniongelesha, nione jina yangu inapita hapo kwa ukuta, ufahamu kama ufahamu like umechukuliwa, sielewi. Hapo hata mtu akiniongelesha najisikia like simsikii, nasikiza ile sauti ambayo inaniongelesha. Nikose kujua ni sauti ya Mungu. So mpenda, nimeshindana na Mungu sana. Nimeshindana na Mungu katika maisha yangu. Nikikataa kumtumikia huyu Mungu. Nikisema hapana. Hii nazo ni sauti za kimapepo. Kuna wakati Mungu akaja akanituma akanambia nenda katika nyumba yangu. Nenda kaambie, nikapatwa message ya mapastors wawili. Nenda kumwambie pastor fulani hivi na hivi. Nikasema huko kanisani hata siendi. Wacha nikae kwa nyumba. Wale ni mapastors wataniona vipi mimi na bado ni mdogo? Wale ni mapastors hawatanielewa mimi. Nikajiekea kwa kitanda. Nilipojiekea kwa kitanda nilitolewa hapo kitanda. Vile nilivyotoka kwa hiyo nyumba sikujua. Vile nilichukua hiyo motorbike sikujua. Nikamwambia tu, yule niambia motorbike tu, nipeleke tu, nirukia tu nikasema nipeleke kanisani. Nilifika pale nikaona mtumishi wa Mungu, bishop wangu. Nikamwambia Mungu amenipatia message ya pastor friend pastor. Bishop akaniambia, Clara, Mungu amekuongelesha wewe, amekutuma wewe, wafate. Nikamwambia dadi, watanidharau kwa sababu mimi ni mdogo. Akaniambia hapana, hawatakudharau wewe. Bali wewe drop message, wakifuatilia ni sawa, na wasipoifuatilia shauri yao, kwa sababu utakuwa umejitoa mahali pale. Sasa ni kweli nikakimbia, nikatoka hapo nikaenda kajificha mahali nikilia. Na wakati Mungu anaponipatia message ya mtu fulani, nikose kumwambia, ile message huwa inaniumiza, naumia. Yani nezalia hapo ama naweza kuwa mgonjwa tena serious. Lakini bishop akanifuata akaniambia, Clara, nimekwambia uwafate uambie unafanya nini hapo. So nikabidi nipanguse machozi nifike pale mahali wako na nianze kuambia moja baada ya moja. Na nilivyowaambia hivyo walinisikiza, na chenye walifanya kwa ajili ya kazi ya Mungu, na Mungu aliwabariki zaidi na akawabariki mpaka sasa mahali wako wamebarikiwa, na bado wanashuhudia kuwa wanaheshimu kwa kile Mungu alichoachilia ndani yangu, wakisema kimewasaidia katika maisha yao. So nimekuwa mtu sasa, wakati huo sasa ni wakati wa kuwa sasa Mungu anataka kunitumia, lakini sikuwa bado ninamkubali. Sikuwa nataka mambo yake. Maana mimi nilitaka kumtumikia but sikutaka kukubali mambo yake. Na wakati huo Mungu alivyoniponya tena marehemu babangu, maana sasa ni marehemu. Nikamwambia baba, mimi Mungu yule ambaye aliniponya ndio nitakayemfuata mimi. Nikaona pengine kutakuwa na uzito kwake, lakini hakukuwa na uzito kwake. Akanambia, na mimi pia nimeona Mungu kweli amekuponya mwanangu. Maana nimezunguka kila mahali imeshindikana, lakini kwa sababu umepona pia mimi nilikuwa nataka kuona uzima wako.
wewe fuata Mungu. Nikashukuru Mungu kwa sababu si rahisi pia. Mtu kama huyo ambaye nitasema alikuwa hajajua Mungu, labda hangenielewa, lakini Mungu aliachilia kibali. Yaani aliachilia kibali. Kila nitakayemfuata kumwambia, ananiambia wewe, kila mmoja kwa familia yetu yote iliona Mungu kwa sababu kwa yale niliyopitia. Na ikafika wakati sasa Mungu alitaka kunitumia sasa mimi kuwa mtumishi wake. Hapo ndio kulikuwa na changamoto. Nataka nikwambie mpendwa. Hapo ndio kulikuwa na changamoto. Hapo hakuna aliyenielewa kusema kweli. Familia yangu ilinikataa. Familia yangu ilinikataa, wakanikataa kabisa. Kila mahali Mungu atakaponituma niende kwa ajili ya kazi yake, wao walikuwa na sauti zao, walikuwa kiongea wakisema mimi siendi kufanya kazi ya Mungu bali nienda kupiga umalaya. Nikawaambia sitawahi piga umalaya. Umalaya wangu nitopiga ule wa kutumikia Mungu aliyeniponya, kwa sababu ninajua Mungu mahali aliponitoa. Walinichukia. Miaka 2 siongei na familia. Hawana haja na mimi. Hakuna mwenye ananishughulikia. Hakuna mwenye alitaka kujua ninaendelea vipi mahali niko. Hawakutaka kujua. Na hata pia mwanaume ambaye nilikuwa naye pia alinikataa. Akasema mimi ni malaya. Akajaza maneno watu wa kwetu akasema wewe ni malaya. Anaenda kuzunguka kwa wanaume huko. Nikamwambia mimi sitakuwa malaya, bali umalaya wangu nitopiga kwa kazi ya Mungu. Vile Mungu akinituma nitaenda. Na hakuna mwanadamu atakanizuia kwenda kufanya kazi ya Mungu. Lazima niende. Na wakati huo sasa ndio kukorofishana, maana sasa mimi nasikiza sauti ya Mungu na yeye anataka vile anavyotaka yeye. So hakuna mtu alikuwa ananielewa. Na nikasema kama mimi nitafanya vile kile Mungu anachotaka. Sitafanya kile mwanadamu anachotaka. Kwa sababu Mungu mahali amenitoa, yeye ndio imegharimu nguvu zake. Wanadamu walijaribu, walishindwa. Babangu nilikuwa mtu mwenye fedha. Pesa kwake ilikuwa si tatizo. Alikuwa anaweza nitoa na gari, anitoe hapa karibu na Tanzania, anipeleke kwa mganga, agaramike tu kwa ajili ya hiyo. Lakini alishindwa. Na wakati Mungu ilipofika wakati wa Mungu na akaniponya, babangu mwenye hakukataa. Alisema mwanangu, tumikia yule Mungu amekuponya. Na ukumbuke familia yetu ni Waislamu. Yaani katika familia ile nikawa mimi ndo pale nimechomoka sasa. Na nilisimama na familia yetu mpaka leo. Familia yetu yote ilikubali kuokoka. Na hata babangu alikufa akiwa ameokoka. So mpendwa, kuna changamoto, nilipata changamoto nyingi sana. Nataka nikutie moyo. Nilikataliwa na watu wa kwetu. Nilikataliwa hata na bwana mwenye nilikuwa naye akanikataa. Akasema hana haja na mimi, hata kana malaya. So nikakaa na sikutoka, nilivumilia. Kwa hiyo ndo nilikaa hapo. Nataka nikwambie, mimi nilikuwa nikilala kwa kitanda. Nitawaambia, yeye analala chini. Alilala chini, maana nasema hawezi lala na malaya. Lakini mimi nilikuwa nimeshikilia Mungu nikisema sitapiga umalaya. Nitafanya kazi ya Mungu. Wacha umalaya wangu kufanya kazi ya Mungu. Mungu akinituma mahali nitaenda. So hata kama alikuwa haniongeleshi ningekuwa hiyo nyumba. Almost 3 years niko hapo nikimlilia Mungu, nikamwambia Mungu, nataka utengeneze hii ndoa yangu. Nataka Mungu nikuone kwa hii ndoa. Lakini bado nilikuwa ninasema sitachoka kuomba Mungu. Lakini kwa hiyo 3 years jamaa alikuwa analala chini. Ako tayari achukue mkeka ama mattress kama maisha alale chini, kwa sababu hataki kulala na mimi, ni malaya. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu si malaya nilikuwa napiga, bali ni kazi yake nilikuwa ninafanya. Na nikasema Mungu, the way wanaongea, vinywa vyao vinaongea kinyume nami. Mimi nami kama ni malaya nitopiga kweli, lakini kwa kazi yako popote utakaponituma nitaenda. Nitafanya kazi yako, lakini sitaenda kwa sababu ya mwanaume ama kwenda kulala na wanaume. Nataka unitume nifanye kazi yako. So nikachukua uamuzi, nilikaa kwa hiyo ndoa akiwa na mateso. Mwanaume hakutaka kujua mimi nitakula nini, hakutaka kujua nitavaa nini, hakutaka kujua kusema ukweli. Hakutaka kujua. Nikakaa hapo. Mpaka ikafika wakati Mungu mwenyewe, mwenyewe tu alijiregesha akasema, sasa nataka chenye nilikufanyia, kwa sababu hakuna kitu. Shida yangu kuwa kila step unayo make tayari mimi Mungu alikuwa ananionyesha. Kila mahali atakapo kanyaga alikuwa anaonyeshwa. Kila mahali atakapo anaenda mimi naonyeshwa. Nagamwambia umeenda hivi, kufanya hivi na hivi na hivi. Anabaki ananiangalia na macho makali. Unajua vile wanaume huwa wanakuanga na nini? Wanakuangalia tu, wanakuona kwamba wewe mpumbavu. Yaani alikuwa anaona mimi kama mjinga. Lakini nilikuja kufika wakati akaanza kuniomba msamaha, akaniambia yenye Mungu alikuwa anakuonyesha ilikuwa ni ukweli. Naomba unisamehe. Tufanye nini? Tuendelee kuishi kama zamani. Nikamwambia mimi sina shida.
Ndio maana umenipiga, umenifanya vituko nyingi, lakini sikutoka kwa hiyo ndoa. Nilikuwa sema nalinda kile ambacho Mungu ameachilia ndani yangu. Kwa sababu kama watu wanaweza nitafuta mahali niko, nije niwahudumie na Mungu atende. Sasa ukiona nimetoka hapa, wataona mimi kweli nimetaka kwenda kupiga malaya. Na mimi sikutaka kupiga malaya, bali nitaka kufanya kazi ya Mungu. Kwa sababu Mungu aliniponya. Wakati nilikuwa nakufa nafufuka, wakati nimekuwa kipofu, wakati nimefungwa sauti kwa sababu nimekataa kumtumikia Mungu, sauti ikafungwa. Nikasema mimi sitaki kuregeshwa huko tena. Nataka nisimame na huyu Mungu ambaye ameniponya, ameniondoa katika mitego yote, ameniponya, amenisimamisha kama mtumishi wake. So nilikuwa nalilia tu hiyo ndoa, nikitaka ndoa yangu isimame. Like kuna vile Mungu alikuwa akiniongelesha kama mtumishi wake. So nilivumilia mahali pale, ikafika wakati sasa yeye mwenyewe sasa ameamua sasa kurudi akae atulie. Nikamwambia tuchukue maombi, tuulize Mungu, kwa sababu kuna vile Mungu alikuwa akiniongelesha wakati nikililia hii ndoa. Kuna vile Mungu alikuwa akiniongelesha mimi kama mtumishi wa Mungu. Akaniuliza, "No, umenisamehe?" Nikamwambia mimi nimekusamehe. Maana ingekuwa sijakusamehe, basi mimi ningekuwa nimetoka hapa. Maana si umeniambia nitoke wewe. Nitoke na sijatoka, niko hapa kwako. Hata kama unalala chini, mbona wewe unataka nikasema mimi nitakaa hapa. Sasa nimekaa nimevumilia. Sasa mimi nilikusamehe, maana nilikuwa nalilia hiyo ndoa yangu, nahitaji ndoa yangu isimame. Mimi sasa ni mtumishi wa Mungu, naenda wapi? Kaambia sasa tutachukua maombi. Akaniuliza, "Tunachukua lini?" Nikamwambia mimi leo nimefungia mambo yangu. Hiyo ndio nilimwambia. Leo mimi nimefungia mambo. Tufanye kesho. Tukachukua maombi na yeye. Tulipochukua maombi na yeye, kuna vile Mungu pia akatuongelesha. Nikasema sijaridhika. Tuingie maombi tena. Tukiingia maombi ya siku 3. Maombi ya siku ngapi? 3. Ilipofika siku ya 3. Siku ya 4 wakati nilikuwa nimeenda kwa huduma. Nilivyoenda kwa huduma nikarudi. Kurudi ndio siku hiyo Mungu akaanza kuniongelesha. Sasa wakati huo Mungu akiniongelesha, yeye alikuwa amevamiwa na wakora, amekatwa mapanga. Sasa mimi wakati Mungu alivyoniongelesha, aliniita mara 3, akanipatia message 3. Ya kwanza ilikuwa ya kanisa, ya pili ilikuwa ya dada mwingine anaitwa Medi. Hata akipata hii video asikize. Ya 3 ilikuwa ni yangu. Mungu akaniambia, "Mimi Mungu wako, bwanako nimemkata off." Nikose kujua kukata off ni kufanya nini. Sikuelewa kukata off kufanya nini. Nilichukua hatua kuuliza hata bishop wangu. Akaniambia ombea huyo jamaa. Sasa mimi nilikuwa naombea jamaa kwa sababu nilikuwa napenda mume wangu. Sikutaka kumwacha. Maana nimemlilia Mungu kwa ajili yake. Kwa sababu sasa Mungu mahali amenifikisha. Ni mahali mnatakana nikae nitulie. Sitaki mambo mengi. Kwa nini natoka nienda wapi? Akaniambia bwanako nimemkata off. Nikose kujua kukata off ni kwa nini. Niliuliza bishop wangu akaniambia ombea huyo jamaa. Bado akaniacha niko hangi. Kwani nimwombee? Mimi nikachukua siku na nikamwombea kweli. Lakini nikose kuelewa ninamwombea nini. What is the meaning of cut off? So nikaomba mimi nikaacha hivyo. Nikatafuta mama mwingine pastor, nikamuuliza, akanipa mfano wa Elia, ile mifupa mikavu iliunganishwa na ikapulizwa upepo na ikaanza akanipa mfano pia na yeye. Yaani kila atakayemwambia ananiambia kimafumbo. Akaniambia muombe msamaha. Nikachukua siku nikamwombea msamaha. Nilimwombea msamaha. Sasa mimi nikataka kukaa kwa hiyo ndoa. Ikakua. Yaani nilikuwa pale sasa nikushindana sasa, nataka Mungu mwenyewe aingilie kati. Lakini Mungu mwenyewe siwezi kuambia ni kitu gani ili happen. Lakini ilifika kuja wakati ikafika mimi nikatoka na nikaenda. Kwa sababu aliniambia lazima nitoke kwa nyumba yake, anataka kuoa, na mimi nikamwambia basi nipatie muda. Nitafute pesa kwa sababu mimi I'm not working. Hakuna mahali ninategemea. Nyumba naenda kuilipa na nini? Nilikuwa ananiambia na mimi nakupa kuanzia ilikuwa mwezi wa 2. Nakupa sasa hii mwezi wa 8 mimi nataka kuoa. Nikamuuliza unataka kuoa? Unataka kuoa wewe? Bibi umempata tayari? Nitatafuta. Mwezi wa 2 mwezi wa 8 unaoa. Sawa basi nipatiwa muda nifanye nini? Nitafute nyumba na fedha. So kaenda kafika mwezi wa 6 akaniuliza na mbona umetulia? So uliniambia nikupatie muda umesai muda wangu unafika. Nikamwambia sawa, wacha Mungu afungue njia. So Mungu alikuwa nikimwambia Mungu basi kama ni mapenzi yako nataka nipe fedha nitoke. Kama Mungu umetaka hapa nitoke kwa sababu sasa mahali naelekea sielewi, uchungu umenijaa. Time mwingine yani mtu anakupigia simu anataka uje umhudumie, wewe unalia kwa nyumba. Akibisha kwa gate unaosha uso, ujifanye kama uko sawa but you are not okay. Sasa ikawa kuna uchungu mwingi lakini na pretend pale na namwombea mtu anatendewa. Na nikimwombea akitendewa namuuliza na mimi Mungu mbona ni kama huoni.
So nikamwambia Mungu, kama kweli Mungu unataka nitoke hapa mahali niko, basi nipatie fedha. Mara ya kwanza 20,000 ziliingia kwa simu. Nikafurahia mimi, nikazikula nikiwa hapo. Sikutaka kutoka kwa sababu sikuwa tayari kutoka kwa ile nyumba. Nikazikula. Nikaanza kuteseka tena. Nikamwambia Mungu, mbona niache niteseke? Akaniambia nataka sasa, sauti yake ananiambia nataka utoke hapa. I want to bless you. Na watu wataniona vipi? Akaniambia nisikize mimi, niangalie mimi, usiangalie mwanadamu. Basi nipatie pesa nitoke kwa hii nyumba. 20,000 iliingia kwa simu. Yaani nikiamua tu, nikisema tu hivyo, pesa ilikuwa inaingia. Na nikipatiwa pesa, nachanganyikiwa, naikula kabisa, naimaliza. Halafu sasa huo wakati wa pili sasa ndo niliteseka paka huduma ikafungwa. Sasa hakuna yule ambaye alikuwa ananikumbuka tena. Kuna mtu alikuwa ananikumbuka tena. Sasa ikawa sasa huduma imefungwa, hakuna mtu ananipigia simu, hakuna nini. Sasa nikuteseka. Ninaamka asubuhi sijui nitakula nini, inafika lunch sijui nitakula nini, nitakuaje, na mwanaume yuko hapo na hakutaka kujua. Kusema kweli hakutaka kujua. Na nilinyamaza, maana sasa watu wa kwetu pia walikuwa saidi yake. Pia hawakuwa na haja na mimi. So nao hawataka kujua. Na nikasema basi Mungu, ni wewe, ni mimi na wewe sasa. Kama utaniaibisha ni wewe. Maana kuaibika kwangu Mungu ni kuaibika kwako. Na wakati ilivyochukua siku nikaomba msamaha kwa Mungu, Mungu aliachilia fedha, lakini hakunipa tena 20,000, alipa 15,000. Nikasema hapa sitangojea. Na Mungu akaniongoza paka nyumba ambayo nataka nikakae. Na kweli hiyo nyumba nikaenda kweli nikalipa. Ilikuwa ni babysitter. Nikalipa 10,000 hiyo deposit. 5,000 nikaenda kanunua kama mattress. Maana wakati aliniambia nisibebe chochote kwa hiyo nyumba. Na wakati huo ndo nimebarikiwa na TV ya flat screen 32 inches. Kuna mtu nimemuombea na amekuja amenibariki, iko na miezi 2. Nimetoka chachi, nimeshuhudia, nimehudumia mtu na nimebarikiwa na TV. Sasa tena naamua nitoke na nisibebe chochote. Mpendo, nataka niwaambie, kuna changamoto katika Ukristo, lakini Mungu kama amekuita, hakuna kisichowezekana. Nilitoka mimi na bagi. Nilitoka kwa hiyo nyumba nikiwa na bagi ndogo tu na nguo kidogo. Na sikurudi tena kwa hiyo nyumba. Kila kitu niliacha kwa hiyo nyumba. Na nikaenda. Nikamwambia wewe Mungu ndio unajua. Kama ni wewe ndio umenitoa, nataka nikuone kama kweli umenitoa hapa kwa hii ndoa. Nataka nikuone, usiniaibishe kuna nakoenda. Na mpendo, nataka nikuambie, nilifika kwa ile nyumba. Ikifika asubuhi, nikanunua kama mattress, hiyo 5,000 libaki nilinunua kama mattress, nikaangusha chini. Sasa ni hapo. Imefika wiki ya kwanza ya pili, nimezoea kulala kwa kitanda. Nikaanza kusema, sasa hii ni mateso. Nataka kwenda kujisaidia paka naanza kujingangana kujienua. Mbona ninateseka hivi? Nikamwambia Mungu, sasa hapa ninakaa. Asubuhi nikiamka, watu wanaenda makazini, mimi niko kwa nyumba. Ninakuwa na stress, na sasa ikifika mwisho wa mwezi, hii nyumba nitailipa na nini? Na sahau nikose kujua kuwa Mungu ilimpendeza yeye kufanya jambo kama hili. Ilipofika wiki ya 3, nishapata pesa ya kulipa rent. Ilipofika wiki ya 3, wengine wenye alileta stove alileta stove, mwenye alileta gas kwa nyumba alileta gas, mwenye alileta kombe alileta kombe, mwenye alileta, yani kila kitu, niona kila kitu kimejaa. Ilipofika hiyo tarehe niliingia kwa hiyo nyumba ambayo ni mwisho wa mwezi. Niliingia tarehe 2 kwa hiyo nyumba. Nililetewa bonge la kitanda ambaye niliombea mama mwingine alikuwa na kansa. Nikamwombea akapona. Alivyopona akaja kushukuru, akaninunulia kitanda ya 25,000. Yaani huwa naangalia ile kitanda yangu, inasikia raha kwa sababu ni shuhuda. Akaniambia, mwanangu, kitanda hii nimekubariki. So nimeona baraka zikinifuata. Yani watu wamenibariki, yani watu wamefanya vitu kwa sababu ninapomuita Mungu. Maana aliniambia niite. Maana nilimwambia Mungu, mimi niko mdogo, nitadharauliwa. Mungu akaniambia hapana. Si nguvu zako wala uwezo wako, bali ni kwa nguvu zangu na uwezo wangu. Na popote pale utakaponiita nitashuka. Na kweli nimeona Mungu akiwa mwaminifu. Mimi nimehudumia watu hata wakiwa nchi za nje. Na wanapokea uponyaji, mambo inafanyika. Wengine hawana makazi, through phone wanapata kazi. Through phone wanapata uponyaji kwa sababu ninamwambia Mungu, wewe ndio uliyeniita. Sio mwanadamu, sikutaka. Sijakuandikia application kwa mimi nataka niwe mtumishi. Bali wewe mwenyewe ulisema ili kupendeza na ulinichagua wakati ulivyoeka mbegu yangu kwa tumbo la mamangu. Na nikiangalia kweli yale nimepitia mpaka mahali nimefikia. Kweli Mungu
yani Mungu alikuwa amenichagua mimi katika familia yetu, mimi nikawe mtumishi wake katika familia hiyo. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu haikuwa rahisi, lakini ameniwezesha mahali nimefika. Ukiangalia changamoto kuweka huduma, mambo ni mengi. Yani mtu akikuona hivyo uko single, matusi ni mengi. Wewe usisimame na mtu yoyote ama usisimame na mwanaume wote, utaambiwa tu uwe uko naye. Lakini kitu hadi Mungu niliweka mbele zake, nilimwambia sitawahi zini mpaka unibariki na mume. Na hiyo ndio hadi nimekea Mungu. Na bado nitaiweka hiyo hadi hiyo mpaka ile siku. Na kuna wengine wanatuambia, yani vile kumwambia uko peke yako na hivyo ulivyo. Nikamwambia hivyo ulivyo ni kwa sababu ya Mungu, na heshimu kile kiko ndani yangu na naheshimu Mungu wangu. So nimeona Mungu sana akiwa mwaminifu kwangu, amenipigania mpendwa. Amenipigania mpaka sasa mahali nimefikia. Ni kwa ajili yake. Kuna changamoto nyingi napitia, kuna mambo mengi ninapitia kihuduma, lakini Mungu anakuwa mwaminifu kwangu kwa sababu nimeamua kumtumikia yeye. Majaribu haikosekani. Mambo mengi tu, hiyo huduma nina changamoto. Bado sasa sijajenga kanisa, bado niko kwa class. Niseme sasa hiyo huduma yangu kama iko na karibu miaka 2, bado sijapata mahali, sijapata plot ya kuwa nitajenga, bado niko kwa class, lakini naamini Mungu atafungua njia. Kwa hivyo mpendwa, siku ya leo ushuhuda huu, labda mpendwa, labda kuna mambo unapitia katika maisha yako, labda kuna umejaribu mambo haiendi, labda kuna kitu ambacho kinafanyika katika maisha yako na sababu. Mimi nitasema nimepitia hayo yote kwa sababu ilimpendeza mimi nikawe mtumishi wake. Nitasema hivyo. Nimepigwa na magonjwa, nimeonja mauti, lakini kwa sababu alikuwa anahitaji kunitumia, na hangeweza kunipata hivyo kirahisi kwa sababu nilikuwa mshindani. Sikuwa napenda kitu inaitwa Kristo. Kanisani sikuwa napenda. Lakini kwa sababu alibidi anipitishe kwa hayo yote, nifa nikifufuka mpaka anikubali kumtumikia. Na wakati alivyotaka kunitumia, ananiambia nilikuwa na uwezo wa kukuchukua, lakini kwa sababu imenipendeza mimi kuwa wewe mtumishi wangu, basi ndio maana mpaka sasa wakati wako wa kunitumikia umefika. Nikasema wow. Sasa hapa nikaanza tena kutumikia Mungu, baadaye nikaanza kujiregesha. Nikiregeshwa narudi mgonjwa kweli mpaka siwezi. Nimuuliza Mungu nini nataka nikutumie, tunachezeana. So nilikuwa nakimbia sauti ya Mungu, nakimbia sauti ya Mungu. Lakini mpendwa, nataka nikwambie sasa nimesimama imara. Nimesimama imara kwa kazi ya Mungu na hakuna mwanadamu atakayenitingisha. Ni mengi ninapitia, changamoto ni nyingi kwa huduma. Napitia changamoto nyingi sana, lakini naona Mungu akiwa mwaminifu. Maana kwa yote anayopitia, ninapomuuliza ananiambia basi, ananiambia niangalie mimi usiwaangalie wao. Na kweli akiniambia hivyo, ananipigania na ninapita kwa hiyo step. Yaani napata changamoto, matusi, madharau, kudharauliwa, mambo mengi tu. Unakuta unaweza hudumia mtu, bado yule mtu Mungu ambariki ama mponye na arudi akutukane. Kwa hivyo hizo ni vitu napitia kwa huduma, na mpaka sasa nitasema nimezoea na bado naendelea na kazi ya Mungu. Na nimesema wacha pia wengine wakajue, kwa sababu Mungu ameniita mpendwa kwa ajili yenu nyinyi. Ameniita kwa ajili yako wewe. Ameniita nimekuita kwa ajili ya watu wangu. Na utaniita nitashuka, na kweli ninamuita akishuka. Haijalishi ni kwa simu, haijalishi uko nchi gani, haijalishi uko wapi, lakini huwa naona akitenda. Hata kama uko wapi, simu peke yake ninakuombea na Mungu anaachilia uponyaji. Hata kama uko wapi, nimehudumia watu wengi Facebook. Nimehudumia wamepata kazi, nimehudumia wamepokea uponyaji. Na wengine wanatafuta mpaka wanakuja kanisani, wengine wananitafuta paka kwa nyumba. Wanasema mtumishi tunataka tukuone. Na wakifika pale ninawaombea na wanapokea uponyaji ama mtu anapata kazi. So Mungu ameamua kunitumia hivyo. Na Mungu ameamua kunitumia kama mtumishi wake, kama chombo chake. Maana si mimi ninayetenda, bali anayetenda ni yeye. Na amenichagua kwa ajili ya hiyo kazi yake. Na mimi nikasema hiyo kazi yake nitaifanya mpaka ile siku ataniambia, mwanangu, sasa ni wakati wa kupumzika. Basi hapo itakuwa Mungu sasa imempendeza ikawe hivyo. Lakini naamini hakuna mwanadamu atakayepinga wala kuzuia kile ambacho Mungu anakifanya katika maisha yangu, ama Mungu amekipanga kwa ajili ya maisha yangu, ama kwa ajili ya kazi yake. Hakuna mwanadamu atakayenizuia. Maana hata sasa ninasema kuwa sijui Mungu amenipangia nini.
Na kama ni mwanaume Mungu atanipea sawa. Na nataka mtu ambaye ataelewa kazi yangu. Sio ile utaenda kwambia unaenda kupiga malaya ama sijui nini. Na kama ameamua nikae hivyo basi mimi nitakaa. Kwa sababu hiyo ni mapenzi yake. Kwa hivyo niko hapa tu namngojea Mungu mapenzi yake katika maisha yangu. Naishi kwa neema, mapenzi ya Mungu katika maisha yangu. Sasa namlilia Mungu, namwambia Mungu, fanya mapenzi yako katika kazi yako uliyonipatia. Nataka Mungu nikuone. Kuna vitu kadhaa ninahitaji kwa kazi ya Mungu. Nahitaji nipate kanisa, niwe tu kwa kanisa kwa sababu mahali pale niko shuleni, siko free kama vile mtu ambaye amejenga. So kilio changu ni kuwa Mungu aonekane kwa kazi yake, kazi aliyonipa aisimamishe na aniwezeshe nifanye, na mwanadamu yoyote yule asinitenganishe na Mungu wangu. Hiyo ndio kilio changu katika kazi ya Mungu. Anipe mahali ambapo nitakuwa namtumikia anytime niko pale, anytime watu wake nawahudumia. Maana sasa hivi watu wanakuja kwa nyumba, niwahudumie kwa nyumba hivyo. Lakini wakati nikiwa na ile time ya maana mambo mengi pia siyafanyi kwa sababu sina mahali maalum, mahali kwa eti nitakuwa niko free kufanya. Amen. So nashukuru Mungu. Nafikiri mpendwa, wewe umesikia ushuhuda huo. Usiniangalie hivi kanaona hivi kasema yule msichana mdogo, maana watu wengi huwa wanasema yule msichana mdogo hivyo. Watu wengi huwa wananidharau. Mtu analetwa kwangu ni labda naleta mgeni akija pale akiangalia. Nikitoka pale anashtuka. Na mwanzo anashtuka nini? Anasema ametembea kwa watumishi wakubwa lakini hajapata msaada. Basi huyu msichana mdogo, nakwambia kabisa, huyu msichana mdogo ndo atanisaidia mimi. Kwa hivyo mpendwa, nataka nikwambie, usiangalie umri wangu. Kwa kazi ya Mungu usiangalie umri wa mtu. Hata mtoto mdogo wa miaka 2 anaweza kuombea wewe na Mungu akatenda miujiza. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu kwa muda wenu na Mungu awabariki na Mungu awatendee mema. Okay. Amen. So nikurudisha nyuma kidogo. Jinsi ya kuingia katika dini ya Uislamu. Nani aliyekuingiza, mamako, babako ama ulijipata tu? Mimi nitasema nilijipata nikiwa ndani. Yaani niseme tayari wao walikuwa huko. So mimi nilikizaliwa tayari nilikuwa ndani. Kwa hivyo wakikuzaa walikuwa tayari ndani. Tayari wao walikuwa ndani. Walikuwa ndani, kwa hizo mimi hata huwa nasema hizo ni mila. Nitasema hiyo ni mila. Kwa sababu sasa lakini haswa where origin yako ni wapi? Ni Central, ni Mombasa, ni wapi? Mimi origin yangu ni Mcoast. Mcoast. Kwa pia wazazi ni wa Coast. Wote ni wa Coast. Kwa ungeepuka kuwa kwa dini ya Uislamu. Kwa nini ukaepuka kuwa kwa dini ya Uislamu? Sasa wakati nikiteseka kwa ile magonjwa ilinipiga, wakati sasa Mungu nimekufa nikifufuka wamejaribu, wamenipeleka mpaka waganga, wapi hospitalini wanatafuta, wanapiga picha waangalie tumbo ina shida gani, hawakuwa wanaona shida. So walivyokuwa waoni shida, wakao sasa ni kwa waganga. Kwa waganga. Kuna siku panga alikuja kafukuza mganga kwa nyumba. Nikamwambia hebu naomba utoke. Naomba utoke. Mimi wale watu wameniambia kuwa unakufa leo. Sijui nini. Nikamwambia kama nikufa wacha nikufe. Lakini hakutoka. Nikuja kafukuza mganga kwa nyumba yangu. Ambia toka. Okay. Umesema kuna wakati sijui mara 3 ulikufa ukifufuka. Nani aliyekuambia umekufa? Sasa baadaye kwa sasa nishapata ufahamu, maana sasa wakati niko sasa nimeenda. Nilienda babu yangu alikufa kitambo. Sasa nilienda kule nikakutana na babu yangu. Kuna sister yangu na brother yangu walikufa kitambo. Nikaenda kukutana wao huko. Unaona? Sasa kadri vile naosha niko huko, yani mpaka naosha, yani wale watu ambao wa familia yetu walikufa kitambo ndio nilikuwa nakutana nao kule. So sikuwa katika dunia hii, ndio katika ile dunia nyingine. Yani tayari nilikuwa nishaenda. Sasa kitambo ni ile kurudi tena kupata ufahamu, ndio nilikuja kukuta mpaka watu wanalia, wengine hata wameanguka wanafenti. Okay. So baada ya sasa wewe kuasi, wacha tuseme ni kuasi, uliasi dini ya Uislamu. Sasa hapo ndio kila mtu alikutenga. Sasa wakati sasa nilivyoombewa, nikutana na mtumishi ndio akaniombea nikapona. Na nikasema basi huyu Mungu aliyeniponya ndio nitakayemtumikia. So mimi nikaamua. Baadaye ndio nikaenda kukutana na babangu na nikamwelezea, nikamwambia dadi, mimi nashukuru Mungu aliniponya na kupitia mtumishi. Wakati huo nakumbuka alikuwa hiyo mtumishi wetu, kuna kanisa alikuwa tumejenga, amepata mahali amejenga, anataka kufungua kanisa, tunataka kulifungia rasmi. So tukaenda na yeye kwetu kwa ajili ya kwenda kuchukua ng'ombe.
Maana babangu ni mtu ambaye alikuwa na ng'ombe. So ng'ombe yenye funguliwa ilikuja kuchinjwa hapo ilitoka kwetu. So wakati nilikuwa nimempeleka ndio nikaenda kaambia dadi, huyu mtumishi ndio mwenye aliniombea mimi nikapona. So babangu alifurahia na hata alimbariki. Alishika hata jogoo kubwa akampatia, kaambia mpatie, wacha aende akakule kwa sababu hiyo ndio shukrani yangu. So babangu hakuwa against na hiyo kitu. Alifurahia kwa sababu pia alihangaika kwa ajili yangu, kwa ajili ya uponyaji. Akasema sasa kama umepona basi wewe uamuzi ni wako. Kwa hivyo yule aliyekutenga ni mamako. Sasa baadaye wakati hawakunitenga pia walifurahia, lakini wakati Mungu alivyoanza kutaka kunitumia sasa hawakunielewa. Wakanikataa, wakasema kule kwenda vile nikituma kwenda, maana temgeni Mungu alikuwa ananituma nenda mahali fulani na labda hata sipajui, lakini wakati Holy Spirit ameanza kufanya kazi ndani yako, mtu anakaa mkumbafu. Mtu kaa ni kama haeleweki kama ameanza kuvuta bangi. Kwa hivyo labda ndio hiyo sasa wao walinichukulia hivyo. Sasa waliona huyu mtu kama amechanganyikiwa. Walipiga umalaya? Mimi sijawahi. Sasa bwanako naye kukutenga vipi? Sasa pia yeye pia alisema kuwa napiga umalaya. Na sasa akaanza kuambia watu wa kwetu, mpaka akapigia bishop wangu simu. Akamwambia mimi usimwelewi, anazunguka ovyo ovyo, eti kazi ya Mungu. Anaenda kwa wanaume. Mimi bishop alivoniita nikamwambia, akaniuliza Clara ni nini mbaya? Mimi nikamwambia dadi, kabla mimi nikwambie mimi nataka uombe Mungu akufunulie kama mimi kuna mwanamume mwingine kando na huyo. So mimi nikamwambia hivyo. Akaniambia my daughter, mimi sioni chochote. Na huyu jamani nini? Nikamwambia mimi dadi, mimi Mungu akinituma kwenda mahali naenda. Maana hata niko na washirika wengine pia Mungu alinituma wakati huo ndio Mungu alinituma kwao, nikaenda kwa nyumba. Nikafika hapo nikagonga hiyo nyumba na nikaingia ndani. Na nikifika hapo hiyo mama mwenye nyumba alikuwa mgonjwa serious. Na nikamuombea akafunguliwa. Mpaka sasa amekuwa mshirika wangu. Haya basi tutafikisha hapo kwa leo. Na nafikiri kuna mtu labda umetia nguvu, manake inafika wakati katika maisha unajiamulia vile ungetaka maisha yako yawe. Kuna watu sasa hivi wamefungwa na dini tofauti. Kuna watu wamefungwa na majini, wengine wamefungwa na watu wasiomjua Mungu. Na kulingana na vile nilivyokusikiza, inafika mahali katika maisha unaamua vile utakavyotaka kuishi. Ikiwa utatumikia Mungu na mtumikia kwa njia complete. Yani si yule mtu ambaye kunatokea tu mtu anakuambia yeye achana na Mungu, huyu Mungu wenu sijui anakaa alivyo. Wewe uliamua kumfuata Mungu basi. So nafikiri kuna mtu labda umeongelesha na labda alikuwa katika ile hali ya kutojielewa na pia kutoamua sijui apite njia gani. Nafikiri inabidi akuwe na msimamo na aweze kufuata Mungu, kwa sababu kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Kwa sababu uliweza kupona, nimesikiza ulikuwa husikii vizuri kwa muda mrefu sana. Nilikuwa kama miaka yani nimeteseka kama karibu 3 years. Na baada ya kuteseka after kumtumikia Mungu basi solution ikapatikana. Sasa hii niko mzima na shukuru. Okay, sawa sawa. Labda kuna mtu angetaka kuzungumza nawe ili labda aweze kukuelewa zaidi na labda ukaweza kumsaidia kwa sababu pia ako katika hiyo hali. Nafikiri ni vizuri ungetupea namba. Sasa namba yangu 0712 57 62 49. Rudia tena. 0712 57 62 49. Alafu Airtel number hiyo ni Safaricom 0755 61 62 72. Najua labda kuna mtu labda angetaka kushikilia hiyo ministry yako ama labda hata kuongea na wewe kupata usaidizi kimawazo, kwa sababu pia kuna watu labda wamekwama mahali. Na labda pia kuna mtu amesikiza ungetaka labda kuanzisha ministry ama kupanua ministry yako kule Coast, labda angetaka kukusaidia. Kwa hivyo pia anaweza tumia hizo namba kukufikia. Anaweza tumia hizo namba na nitashukuru kwa sababu tamanio la moyo wangu ni kuwa kazi ya Mungu isonge mbele. Kazi alionipatia nikapate kusonga mbele. Alright. So nashukuru sana. Nafikiri tutaweza kupata nafasi nyingine na tuweze kuongelesha watu. Amen. Asante sana. Amen. Okay.